tu. Mimi hapa najua tayari. Nishamaliza vipengele vyangu, pasi zangu nishamaliza. Yaani naamini kabisa kwa solo ipiga leo. Sije kuipiga dunia tangu iumbwe. Kwa hiyo ndo kwanza nimezindua kwako. Sema kingine. Hivyo unachokiongea kwa unajisikia kweli wewe? Hivyo ni mwanaume gani? Kwa hiyo kibao kimoja unajisifu ni mwanaume. Sasa jamani. Nimejitahidi kadri wanaume wangu, nimefanya kinachotakiwa kufanywa. Bado naonekana sijafanya kitu. Kwa hiyo mimi haja zangu akazimaliza nani? Jamani. Kama mambo yenyewe ndo haya basi mimi nitashindwa jamani. Yaani jasho lote ili mimi performance yote niloipiga. Yaani ninapokuambia tangu dunia iumbwe, yaani ndo mwanamke wa kwanza kuenjoy nilichokifanya leo. Hakuna mwanamke yote ambaye kashaenjoy kama nilichokifanya leo. Wengine wote miwaga na wazingua. Yaani inaonekana wewe kweli kichwani wewe kweli akili hauna. Yaani kwa goli moja kabisa unajisifu kabisa eti kwamba eti mimi mwenyewe ni shupavu, ni mwanaume lijali. Yaani kwa goli moja tu? Sio kesi. Mimi baadaye nitarudi. Unarudi naenda wapi mume wangu? Sasa kazini. Bwana mume wangu usiondoke. Sasa bwana tutakuwa tuli huko. Sijalizika. Mwantumwe. Jishikilie bwana. Sijalizika mume wangu. Niache basi mimi. Bwana mume wangu, bwana mimi sijalizika. Basi pige story ili tuamshe mengine alolala kwa ili tuendelee. Hamna namna. Mwenyewe lakini muda ndo na yupo. Unaone. Nisemi kokote. Sema nawe kila siku kwa huku. Karibu sana. Bwana mzee baba. Hivi bwana. Wabua. Anakupotea bwana. Mimi nipo. Nipo. Lakini sio kivile. Niambie ndugu yangu. Mbona kimya sana? Nipo. Toka jana uonekani bro. Bwana jana? Bwana nije ndugu yangu. Sema jana bwana. Shemeji yako kidogo kita vipengele. Shemeji tena? Kakufungia ndani. Unajua kwenye mechi na perform mpaka naishiwa nguvu. Lakini bwana mimi mtu wangu aliziki ndugu yangu. Hiyo ndo tatizo la kuoa Uswahilini bro. Yaani mimi kila siku nakwambia wanawake wa Uswahilini ndivyo walivyo. Sasa basi solution hii ni moja tu bro. Unajua ni nini? Ndio nipange sasa. Nisikilize sana nikuelekeze. Kuna kitu moja kinaitwa mkongo au vumbi la mkongo. Mkongo? Yaani vumbi la mkongo. Kaka, lipo vizuri. Yaani unapaka, yaani umeona kwenye kichwa pale? Unapaka kidogo tu ndani ya dakika 10 bro, unaingia mzigoni. Sasa shida ni hii, shida ni moja, uwe na uhakika. Ndugu yangu. Ujue kama mimi uhakika masaa 24 ndani. Sasa uhakika tu. Hapo na kwa uhakika ni bulbul. Basi fanya kama unanikabidhi hivi. Tena sikilizia mwanangu. Nikafiche aibu kidogo. Mimi sinakuelewa. Vitu unapewa hapa ndugu yangu. Vitu hapa, uende wapi? Sema nini? Zuia hii siri mtu asione kaka. Ficha kabisa. Ficha, sio unajua vijana sasa hivi wa? Hapo bulbul, yaani ukienda tu. Yaani ni humu tu. Au sio? Ah bwana kwa? Mimi kesho nakuja kukusimulia. Safi, utaniambia matokeo. Mimi ndo kukusimulia wewe. Wewe hakikisha. Bwana poa. Fanya kweli sasa. haliburudishi.
Yaani mtu anakupa kabisa maelekezo, anakuambia bwana, chukua hii dawa kapake kwenye kichwa, ndani ya dakika 10 anza kazi. Kila kitu unafanya, yaani unafuata maelekezo yote, lakini hamna chochote kile. Se bwana, nimekukuta bwana. Ndugu yangu bwana, nimekukuta. Wewe unifanyia mimi sijapenda kabisa ndugu yangu. Jadi wetu wa Tanzania, salamu kwanza. Sasa mwanangu unakuja una panic kama hivyo, una shout nini kwa tatizo bro? Kwa hiyo ulichonifanyia ni hamna hata haja ya salamu ndugu yangu. Sikiliza ngombe kitu kimoja. Wewe jana umenipa maelekezo, si ndio? Nimekuja bwana nimekuelezea changamoto bwana, kuna 1 2 3, si ndio maana yake? Ukanipa dawa, ukaniambia ndugu yangu chukua hii dawa, kapake kwenye kichwa, ndani ya dakika 10 ingia mzigoni. Si ndio maana yake? Nimefanya maelekezo yote ulionielekeza, lakini hamna chochote kilichotokea. Ina maana wewe ulipanga mimi kunicholesha, kuniaibisha, si ndio maana yake? Msikia shusha tempa kwanza. Nielekeze shida ni nini? Maana unakuja unaongea unalopoka na bobozi. Kwani hizo ni mimi nimeshakuelekeza maelekezo yote bro. Nini shida? Dawa yako haijafanya kazi. Haijafanya kazi vipi? Wewe utakuwa umekosea maelekezo. Mimi si nimekuelekeza kabisa. Wasikia. Mimi nalombaya mimi. Mama yako mimi anitishi chochote. Utaambia nini wewe? Mimi nalombaya mimi. Wewe unaniambia nini? Utaniambia nini wewe? Kwa hiyo nataka kusema mimi nakukisi mwa. Kwa hiyo nataka kusema vipi? Vipi hapa, mbona kelele? Nipo kule kelele tu ofisini kwangu, shida nini hapa kwani? Huu nani? Bosi. Karibu. Mimi ndo nilikuwa sikiliza sasa, mimi ndo nilikuwa naitaka. Ni wewe, mimi ndo nilikuwa nakusubiri kwa hamu. Yaani wewe mimi ndo nilikuwa nakutamani. Mnazingua. Katika kitu ambacho mnazingua, hichi mnazingua mwanangu. Sawa? Katika biashara ambazo mnawini kuuza mikaa, lakini hii biashara nyingine mnatuzingua. Mwanangu wewe sio kutuletea vitu vya ovyo mzee wangu. Mkaa wake au? Mkaa wapi bwana, mwambie ndugu yako hapa kaniuzia mkongo, hata ufanye kazi bwana. Kongo? Sawa. Kanielekeza kabisa maelekezo bwana, nenda ile kapake ndani ya dakika 10 ingia mzigoni fresh. Lakini imeenda kule hamna chochote kilichoendelea. Kwa hiyo ina maana nyie mmepanga kutuaibisha hapa mtaani wanaume. I said, kwanza hii ni ofisi yangu. Naomba ofisi iheshimiwe. Sasa hapa ni ofisini kwangu. Na unapokuja kwa vurugu ofisini kwangu unaniharibia biashara. Kwa naomba wewe uondoke. Nitamalizana mwenyewe na mfanyakazi wangu. Sasa wewe ondoka, hapa ni ofisini kwangu. Unaharibu biashara. Nitamalizana naye mwenyewe mfanyakazi wangu. Sasa hapa panauza mkaa sio mikongo, sawa? Naomba uondoke ofisini kwangu. Fresh. Nenda, ushaondoke nenda. Unataka nini tena? Nenda. Nini? Unavimba kisa bosi wako yupo. Naambia kitu chochote, mshamba tu mmoja akuja utaniambia nini? Sema haijaisha hii. Yaani ndo kwanza kama imeanza. Boy, angalia mwanangu, wewe mshamba tu mmoja umetoka kwenda Chingwea unakuja kutusumbua wewe mwanetu wewe. Sasa mdogo wangu na kuweka hapa ufanye biashara. Bosi, unajua nini bosi? Kuna biashara nyingine unazifanya zaidi ya mkaa. Nisikilize bosi. Usiona mkaa hamna chochote bosi wangu. Nisamehe bosi wangu, nisamehe bwana bosi. Nisamehe bosi. Jitafakari. Sawa bosi, mimi nahitaji kazi ndio ubele wangu bosi wangu. Biashara na kelele haifai kabisa. Sawa bosi. Biashara na vurugu ni tofauti. Unakimbiza wateja. Sasa jitafakari. Sawa bosi, haina shida. Mimi nitafanya kazi kwa uaminifu. Jitafakari. Uko tayari wote bosi wangu? Asante bosi.
kabisa. Ndugu yangu nani huyu Sam? Kabisa simuelewi. Mimi nahisi kabisa atakuwa na mwanamke mwingine huko nje. Sam huyo? Sidhani kabisa kama atakuwa na mwanamke mwingine. Sam huyu unamjua mimi? Tunamtetea kwa sababu ni rafiki yako. Sio rafiki yangu. Mimi siwezi kutetea ujinga, ila sidhani kama atakuwa na mwanamke, kwa sababu angekuwa na mwanamke tu angeniambia kwamba bwana, mimi Kopa nina kimada 1 2 3 hivi na hivi. Lakini sidhani kabisa kama ana mwanamke nje ya ndoa. Yaani shemeji wewe hujui tu. Yaani kila siku tu mimi na Sam tunegomba tu, mimi na yeye ni kitu kimoja tu. Yaani kitu kimoja tu. Mimi nahisi kabisa shemeji huyu Sam atakuwa na mwanamke mwingine huko nje. Shemeji, usichoke. Ndio maana unaambiwa ndani ya ndoa unatakiwa uwe na subira, uwe na uvumilivu. Yaani kwenye ndoa ndio vinahitajika hivyo. Wewe cha kufanya kwenye mambo ya ndoa ni kugombana, ni kawaida. Wewe fanya tu, vumilia, vuta subira. Mungu atakufungulia tu mbele, utajua tatizo ni nini kinachomfanya mume wako mpaka anakuwa hivyo. Usiogope, vuta subira na kuwa mvumilivu, na kusi sana shemeji yangu. Yaani kwa hilo nakuomba sana, na mimi nitakaa naye ili niweze kujua, nimuulize Sam shida nini ndugu yangu. Najua tu hawezi kunificha, lazima ataniambia. Lazima ataniambia. Mimi nakupa moyo shemeji yangu kuhusu hilo. Vipi kwanza nimemkuta Sam? Hayupo, kaenda kazini. Yule naye anahangaika ndugu yangu. Jumamosi yote ikaenda kazini. Basi sawa, haina shida, kwa sababu nikuja pamoja kumcheki, kuna kazi wataka tuje kuzungumza hiyo ndio tukaifanye, kwa sababu hayupo. Akija utamwambia bwana Kopa alikuja. Mimi subiri niondoke zangu shemeji, nikuache. Sasa shemeji, sikia, mimi kuna kazi nataka nikupe. Kazi gani shemeji? Kazi ya kumfuatilia Sam. Sam huyu rafiki yangu nimfuatilie tena mimi? Shemeji una masiala sana. Mimi nishakwambia Sam atakuwa na mwanamke mwingine nje. Yaani mwanamke mwingine nje. Kwa sasa shemeji amekuwa kumfuatilia Sam. Shemeji unaniingiza mimi kwenye matatizo. Alafu mimi ile familia yangu kinoma toka ntoke. Unaniingiza mimi kwenye matatizo. Wewe unajua ile kuponza kiponza, sasa nataka mimi kuniponza. Sasa na mimi shemeji ninapokuambia, akastaki kukiponza mwenzio. Mimi tangia mdogo mama anakilinda. Shemeji. Kwa heri shemeji. Shemeji safikia. Nini shemeji? Wewe hapa kidogo shemeji. Hapa kama nauli. Shemeji unanijaribu. Hii hapa nauli shemeji, haya sio malipo. Hii nauli shemeji? Hiyo nauli tu shemeji yangu. Nilivyokuwa na shoti. Saidie mimi. Sasa shemeji, jambo lako limeisha. Yaani hapo usiwaze. Kwa sababu umenipa hii tu. Usiwaze. Basi poa shemeji. Kwa sababu namba yangu ninayo yote, utanicheki tu. Mimi yote nalimaliza. Poa shemeji. Poa, haina shida. Fanya kazi shemeji. Poa shemeji. Sasa wewe nini? Mtaa nao na vitu mambo Poa. unaitwa na Jina langu la nini? Unajua kuna bahati mnapishana nazo hivi hivi yani. Nimekuuliza unaitwa nani? Asma. Unajua jina zuri kama bibi yangu yani. Bibi yangu naye anaitwa Asma hivyo hivyo. Kacheka mwenyewe. Sasa sikia. Hapa kidogo nilikuwa nawe kwenye vikao kidogo. Si unajua mimi mwenyekiti kwenye Wewe kitu yako ni mimi nimeagizwa na haraka. Hamna shida, sio. Nige namba yako kwanza. Alafu baadaye mimi nitakucheki ili tuongee. Maki nataka niwahi bandarini kidogo kule, sio unajua makontena ndo wanakuja nini. 07 21 Fanya uende. Yule nani aliondoka hapa? Sasa unauliza nani? Yule si mtu alikuwa ananiuliza njia, akapotea njia ananiuliza ni umemwelekeza huko aende kule. Sasa unakuja unaniuliza yule nani ndo nini sasa? Kwa kuulizia wewe tu. Sasa hapa kwani nipo na nani? Sikanipita peke yangu. Mtu mwenyewe kwanza ujionee huruma hapo ulipo. Una matatizo chungu mzima. Lakini bado tu wasichana wakipita unawatamani. Sasa mimi nimemtamani msichana gani? Kaniuliza njia, kaka samahani nimepotea, naomba unielekeze njia. Nimemuelekeza kaenda. Sasa mimi na ubaya gani? Mkaka, yaani mimi kuwa msamaria mwema tatizo. Wema utaniponza sasa mimi jamani. Naomba tuondoke nyumbani. Sasa ulikuwa unaenda njia yako, mimi nilikuwa naenda. Twende nyumbani. Mimi na michongo yangu huku. Michongo gani? Twende nyumbani. Bao moya
halichangamshi.